hiki ni nini? Nafasi ya teknolojia. Tunaishi na teknolojia, na wengine wengi hapo utakuta wanaita simu janja, yani smartphone. Hizo zote ni teknolojia, na teknolojia imekwenda mbali sana katika kutushape maisha ili tuweze kuwa na urahisi wa kumudu mambo mengi. Alafu una ushauri wa mgawanyo wa mapato. Kila kitu huwa kinaanzia kwenye mapato. Unapata kwanza hela, alafu shida ndio inaanzia hapo. Hiyo hela unayoipata unaifanyaje? Unaitumiaje? Shida ndio inaanzia hapo. Kutafuta pesa hakuna shida, lakini kutumia pesa ndio kwenye shida. Kwa hiyo tutaangalia hapo. Alafu kuna mambo ya elimu ya bajeti. Bajeti ndio mojawapo ya misingi ambayo mtu unatakiwa ulifahamu hilo swala, ili unapopanga kufanya mambo yako unaweka bajeti, na ile bajeti kitaleta maana tu kama utaifuata, kwa sababu itakuletea discipline ambayo utaweza kuishi ndani ya ile mipaka ambayo unajiwekea. Alafu kuna kujenga nidhamu ya kifedha. Kuna masuala ya budget, lakini kuna masuala ya nidhamu ya kifedha. Hii nidhamu ya kifedha hii ndio itakao kuletea tofauti kwa namna unavyofanikiwa na jinsi unavyofeli katika maisha yako. Sisi wote hapa ni watu wazima, tumeshashika hela, tunajua mzunguko wake. Kuna kupata na kutumia. Alafu faida za kujenga nidhamu ya kifedha tutaangalia, na baadaye tutaangalia njia za kudhibiti fedha za biashara ndogo ndogo na hizi za kati. Ujasiriamali, afanyeje huyu mtu ili aweze angalau kwenda vizuri na kuhama pale alipo na kwenda hatua kubwa zaidi. Hata hizi vyombo vyetu hivi, kwa mfano vikoba, SACCOS, vina ndoto, yani unataka utoke kwenye SACCOS uende mpaka ufike kwenye community bank, baadaye iende juu zaidi iwe commercial bank ambayo ina mtaji mkubwa zaidi. Hizo zote ndio ndoto ambazo zinakuwepo. Alafu baada ya hapo tutapata hitimisho ili tuweze kuona kwamba tunaelewa nini. Wanasema hivi, hii nilikuwa nimeshaizungumzia kuhusu utafiti uliofanywa. Kwa nini watu wanafeli? Kwa nini asilimia kubwa wanaanguka katika maisha yao? Na waliangaliwa hasa wale wanaostaafu. Sasa hizi takwimu hizi ni za dunia nzima. Kwa hiyo hata Tanzania inatugusa, na unaweza kukuta inatugusa kwa kiasi kikubwa zaidi. 30% ya watu hawajui, yani asilimia 30 ndio wanaojua mambo ya fedha. Kujua mambo ya fedha sio lazima uwe mhasibu. Angalau tu ujue kwamba kuna bajeti, kuna mapato, kuna kuwekeza, kuna kuweka akiba, na vile vile kuna kutumia. Kwa hiyo hapa ndio ikaanza kuonekana kwamba kuna umuhimu wa kuingia kwenye elimu ya fedha, watu wajue. Na sasa hivi kwa mfano kwenye hizi microfinance, Benki Kuu wametoa maagizo kwamba mteja wako akija anakopa hela, akisha kwanza unampa elimu ya fedha ili aweze kuelewa kwamba kukopa maana yake nini, ukisha kopa nini kinafuata, kuwa na mdhamini maana yake nini, na dhamana, kuweka dhamana na vitu vyote hivi. Lakini kwa kiasi kikubwa sana vitu ambavyo vitakuletea faida ni vile ambavyo unakopa kwa ajili ya kuzalisha hela, alafu uweze kufanya marejesho. Elimu ya fedha ni uwezo wa kufanya maamuzi ya kifedha ya busara ambayo yanakusaidia kufikia mtindo wa maisha unaotaka. Kuna maamuzi ya kifedha
ya busara na mengine sio ya busara, na mnaweza mkaelewa kwa kina baba, kwa kina mama, maamuzi ambayo sio ya busara. Yote yanaishia kwenye matumizi ya pesa. Nimesema kupata hela sio shida, shida ni jinsi unavyotumia hizo pesa. Tumeshaona mifano mingi ya watu ambapo unaona ananunua hiki, hasa akina mama makabati kule nyumbani yanajaa nguo za kina mama. Ile kabati na milango mitatu. Mlango wa kwanza original ni wa mama, mlango wa pili unasema ni wa kwetu sote, wanashare baba na mama, alafu mlango wa tatu ambao na wenyewe una kioo ni wa baba. Sasa huku kabati linajaa, anahamia katikati, analijaza pia, anaanza kuibia kwa baba na ugomvi unaanza. Ndivyo inavyokuaga. Kwa hiyo kunakuwa na hizo kesi ambazo watu unakuta amelundika vitu ambavyo wala hata havitumii. Matokeo yake master bedroom zetu zinageuka store rooms. Kwa hiyo wewe unakuwa unalala store. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo baadaye baba anasema mimi ngoja kama nikirudi nyumbani nikuta ameshalala, alafu na mimi nalala moja kwa moja. Yaani unaingia store, unaenda kulala. Lakini kumbe kuna watu walishawahi kushauri kwamba kwa mfano haya mambo ya nguo, nasema hivi, kama una nguo alafu imekaa 6 months haujaigusa, hiyo sio ya kwako tena, igawe. Yani lazima kuwe na vitu vinaingia kama vile kula, unaingia chakula kinaingia, baadaye unaenda uani. Hiyo ni movement ambayo ni natural. Sasa hata kwenye haya mambo mengine ni hivyo hivyo. Usikae na vitu ambavyo huvitumii, havina faida, baadaye vinaishia kuoza. Kulikuwa na kesi ya mama mmoja kule Philippines, nafikiri alikuwa anaitwa Imelda Marcos. Alikuwa anapewa 1,000 za viatu, 1,000, na mpaka akajengewa haya madudu mnaita shoe racks zikawekwa kule kwenye basement kule. Sasa naambia huyu mama akitaka kusema leo anaanza pewa ya kwanza ya kiatu mpaka amalize ule mzunguko wa viatu 1,000, atakuja kukirudia kile kiatu cha kwanza baada ya muda gani? Piga hesabu. Akafika mahali akaamuru, alikuwa ni mke wa rais, kaamuru atengenezewe simu yenye sura ya kiatu. Iko mezani, unaona ni kiatu kiko mezani, lakini kumbe ni simu ile. Sasa hayo ndio mapenzi haya. Tujiangalie, kuna vitu vingi tu tunaweza tukabadilisha katika maisha yetu na yakatuletea manufaa zaidi. Kwa hiyo unaweza kuwa na kazi inayolipa zaidi dunia nzima na bado ukaishiwa pesa kwa kushindwa kuzitunza, kwa sababu una budget. Uangalie kwamba ufanye nini. Sasa misingi ya elimu ya kifedha. Kuna mtu mmoja aliwahi kuingia hili eneo akaibuka na hichi kitu kinaitwa tatu wetu. Tatu wetu ni concept ambayo aliona kwamba inaweza ikafanya kazi. Tunaenda hivyo hivyo kwa mfuatano. Kwanza, tafuta hela. Hiyo ndio mapato. Tafuta hela, upate hela. Alafu ile hela ukishaipata, itunze. Unasema weka akiba. Umeona? Japokuwa issue ya kuweka akiba na yenyewe sasa hivi kiangaliwa inageuka sura, kwa sababu akiba ni hela inayokaa inasubiri maamuzi yako mengine, alafu baadaye inapungua thamani. Kama hivi mifano ni hii ya mafuta, Irani, Israeli na Marekani. Tumezoea kununua petroli 2,860, sasa ni 3,820. Yaani wewe ungekuwa na 30,000 yako hivi, wakati huo ulikuwa na uwezo wa kupata lita 10
za petroli, lakini sasa hivi haifiki. Kwa hiyo kuna kuweka akiba, lakini kuna kuwekeza. Wewe ukiweka akiba uwe na malengo kwamba baadaye nataka niwekeze eneo fulani. Hilo eneo utaamua wewe, na maeneo yako mengi tu, kwa hiyo inakuwa ni ishu ya maamuzi. Na baada hapo kuna kutumia. Haya matumizi haya tutakuja tuyaone kwamba ule mgawanyo wa mapato unatuambiaje. Yote hiyo itakuwa ni kutumia. Kuna usimamizi wa fedha binafsi, kumudu kufanya bajeti na kudhibiti matumizi. Haya mambo ni mambo ambayo ni changamoto ndani ya nyumba, na vitu vingine vinabebaga sura ndogo ndogo. Yani leo umenunua bigiji, zimepita karanga umeita, alafu umenunua ice cream. Yani unanunua vitu vidogo vidogo, na ndio hiyo hela inakimbia. At the end of the day, kama ungekuwa ni mtu wa kurekodi matumizi yako, ungeona hela yako inakimbilia wapi. Kuna uwekezaji na akiba. Hii ndio nilikuwa naongelea kwamba sasa hivi kuna kuweka akiba, lakini kuna kujiongeza kidogo, kwamba ukiweka akiba uwe na malengo, na malengo haya yanatakiwa yawe ni uwekezaji, na uwekezaji ndio unalenga kukuzalishia pesa zaidi kuliko kutunza tu zile hela unasema ziko benki. Kwanza siku hizi kuna benki charges unakatwa kila mwezi, ile hela kama iko vile vile inaenda ikipungua. Lakini kuna inflation. Inflation ndio hiyo mwiba mbaya zaidi kwenye thamani yako ya pesa, kwa sababu utakuwa na hela ambayo wakati fulani una uwezo wa kununua hiki, lakini baadaye unakuta huwezi kununua kile kitu tena kwa ile hela ile ambayo umekuwa nayo, labda uongeze. Kuna swala la usalama, kuna kupunguza madeni. Haya maisha ya kukopa ni maisha ambayo ndio tunaishi wengi sasa hivi. Kuna kukopa ili ufanye hiki, kuna kukopa ili ufanye hiki, na kuna kukopa ili uweze kulipa vitu mbalimbali. Lakini maisha yetu ya kawaida ni pamoja na wengine ambao hawana nyumba, kuna kulipa kodi ya nyumba, ada za watoto wa shule, vyakula na matumizi mbalimbali ambayo ni ya lazima. Yale yote tunaita sio ya dharura. Yaani utakiwa kukopa ili ufanye vitu